Naam, mshenga wako wa medani za spoti, na leo tumekuja kuchanganua na kujua kipi ambacho kinazidi kuendelea ndani ya Mombasa na viunga vyake. Niko naye mshauri, msemaji ambaye amebobea sana na maswala ya spoti. Jina rasmi anajulikana kama Ali, lakini wengi mtaani wanamwita Ali the Artist. Aliwahi kuwa mwigizaji, alitaka kuwa mwimbaji, lakini wengi wakamshauri ya kwamba ukiwa msemaji itakuwa ni nafasi inayokufaa. Karibu sana bro. Asante sana. Nafikiri itakuwa kumeshatangulia kusema majina, lakini nafikiri hujakosea. Wingi wananiita Ali the Artist, ambaye kwamba pia vile vile katika tambulisho wa serikali nafahamu kama Ali Said. Naam. Na mimi ni mkereketwa katika swala zima la michezo ya spoti na pia michezo mingine mbalimbali. Naam. Lakini sana sana nafikiri nimezamia na nimekita kambi katika masuala ya spoti zaidi. Spoti ya michezo, football kwa ufupi. Safari ilianzaje? Kwa sababu unajua kwamba wewe ulikuwa mwigizaji. Jina Ali the Artist ilianza katika uigizaji. Ilikuwaje mpaka ukashift ukaingia katika tasnia ya soka ama kuwa msemaji wa football? Wajua, mimi mwenye siku zote huwa nasema ni chungu ambacho kwamba kimejaa masala tofauti chungu nzima. Hichi ni chungu ambacho kwamba kina vitu tofauti chungu nzima ndani yake. Ukija ukiangalia masuala ya uigizaji, tukiangalia masuala ya UMC, masuala ya upakaji rangi, kuchora. Mimi kitambo ilikuwa nikichora. I used to do pencil artwork hiyo. Okay. Unaona? Yani za kukaa na kitabu nikakuchora tu. Nichora. Wallahi. Lakini sasa kuna kitu ambacho kwamba situambiana, sijui tuangalie wengine walotuzidi. Lakini sasa mimi nilivyoangalia wengine walonizidi, safari ikaisha hapo. Wengine wanakuzidi kuchora. Safari ndio ilisha hapo. Nilikuwa nikichora fresh, lakini nikaanza nikapatana na kijana fulani akichora hivi. Bro, nilivyoangalia anavyochora, nikajiambia mimi I'm doing nothing. Yani sijui niliangalia kwa upande gani, kwa angle gani, lakini nilivyoangalia kidogo nikafahamu matumaini kutokamana na nini hiyo. Lakini so katika mambo na painting, mambo na nini bado nafanya. Mambo na kupaka rangi. I used to do interior deco hizo. Lakini mambo na UMC pia paka sasa hivi bado nafanya. Mambo na UMC paka sasa hivi mambo nafanya. Na mambo na beadswork, zile kutengeneza vile design vya mkono vya Kenya ni nafanya. So yani ukiangalia the artist yani the artist yani iko na vitu vingi ndani. Inaingia mambo mengi. Vitu vingi sana nafanya hapo ndani. Umeona? So football niko pia nikicheza sana football. Nilikuwa nikicheza wings. Kuna speed kweli. Lakini sasa football ya mtaani ikaja ikafika mahali la ikikaisha kwa sababu mambo na masomo nini. Ikabidi sasa akili na focus yote iende kwenye masomo. Umeona? Alafu high school kidogo nikaingia katika mambo na music nini. Kana piga ngoma. Usanii tena kaingia hapo. The artist bado ikaendelea kugrow. Sana sana Kayamba. Yaani shule nzima Kayamba ikana nilipiga mimi peke yangu. Paka leo umetoka kuna mtu anapiga Kayamba. Sasa Ali, tukisalia katika hii ya football ambao ulikumbatia hivi karibuni. Unaiunganishaje na masuala ya media stream kama wanahabari? Kwa sababu najua wewe ni msemaji. Hatujatambua msemaji wa klabu gani, lakini jezi ulioichapa, jezi unaopendeza nayo inatueleza. Tueleze. Ana connect vipi football na uliconnect vipi football wanahabari ambao uko nao, kwa sababu najua sasa wewe pia ni mtangazaji katika kipindi fulani. Ndio nilikuwa kunajaribu sasa kukuleta katika hii safari. Sasa ile football ilivyofika kiwango sasa nikaona kidogo imenishinda. Ikabidi sasa nitafute njia ya vipi kawa naweza kuingiliana na football. So nikawa shabiki kwanza. Kwa shabiki wa kipindi kirefu tu hapa.
mpaka nikaja nikawa shabiki wa Bandari FC. So katika ile kuingiliana na watu nini, nikajiona kidogo naweza ushaelewa kufanya 1-2 either kuchambua mwanzo niliingia kama mchambuzi tu pale, kwa tunafanya zile post match and pre match, kwa tunajaribu kuchambua mpira kuhusiana na mechi za Bandari. Exactly, za Bandari. So katika hiyo hali ya kwenda pale ikana jifundisha mambo na photography, videography, ushaelewa kushoot game vipi. Okay, menda sasa hivi na leo mambo na kushoot. Umeelewa, camera 1 main camera 1 camera 2 3 pia nikaanza kuzamia huko ndani. Alafu pia nikaja kuna radio fulani ilikuwa inaitwa Dayo Radio Drumachive, lakini inaitwa Dayo Radio. Pale pia nikaingia katika kipindi cha michezo cha growth. Sasa ikani growth, yani ile imeanza ku Ali the artist tu ni ile growth sasa imeanza kujitokeza like hivyo. So kutoka Bandari redioni, so hizo mbili naunganisha. Umeona, bado tuko kwenye sport. So tukaenda kutoka Dayo, nikatoka Dayo nikaja Swahilipot FM. Swahilipot FM baada ya kusimamishwa, lakini so pale Swahilipot FM sifanyi kipindi cha michezo. Nafanya kipindi kimoja chaitwa Mikuki ya Maneno, ambapo kwamba mwanzoni Malenga, kuna jamaa mmoja aitwa Malenga 001 Rajab kwa kifanya pale umeona. So alivotoka mimi nikatoka kule nikaja hapa kafidia ile nafasi yake. Umeona the artist huyo. So sasa hivi kile ni kipindi tunahost wasanii watu ambao kuna talent mbalimbali. Tunaitana pale, tunapiga gumzo. It's a platform kwa vijana kuja kuzungumza na mambo mengine. So ni hivyo Bandari kaja Mombasa United. Mombasa United pia huko nikaingia. Sasa mimi nataka ujitambulishe tena kama msemaji wa Mombasa United, ndio tuweze kuingia ndani. Haina shida. Mombasa United pale tukaingia pia kama semaji la Mombasa United, ambao kwamba pia vile vile ni semaji la Bandari. So watu wengi sana pia wanatatizika, the like uali uko hivi. Unajua Bandari ilikuwa ni timu ambayo kwamba iko KPL. Mombasa United ilikuwa iko NSL. Of course, yes. So tukaingia huko Mombasa United, na sasa hivi Mombasa United alhamdulillah tumeproceed mpaka KPL. Sasa itakuwaje Bandari na Mombasa United? Inshallah situombeni Mungu kwanza msimu uweze kuanza rasmi, alafu mengine yote yatakuwa sawa. Unajua kuna siku nilikuwa na peruzi kwenye mtandao wa kijamii. Nikaona kutakuwa na news Mombasa United, yule media admin wao mzuri mashallah. Mombasa imeuzika sasa hivi, imeweza kugrow in terms of mashabiki. Wakaeka pale, mimi najua somo yangu wewe bana ni msemaji wa Bandari FC. Ndio mzee wa kula wao mahali pale mwapaitaje vile ilikuwa Shakahola bila shaka. Ukakuwa introduced kama msemaji wa Mombasa United, ikawa very big surprise. Kwani kule ilikuwaje mpaka leo inkuaje? Leo somo amekuja Mombasa United wingi hawakupaswa kutatizika na swala kama lile. Ndio posa nafikiri hapa mwanzo nimesema kwamba kipindi kile Bandari Mombasa United ni timu ambayo kwamba ilikuwa zinacheza madaraja tofauti. Ukimwangalia Bandari yuko Kenya Premier League, ukimwangalia Mombasa United yuko NSL. Umeelewa? So wakati ule mimi nilivyoingia kama msemaji wa Mombasa United ile nafikiri ilikuwa kwa pia kubabaisha watu. Umeelewa? Maana of course ni timu mbili ambazo kwamba zinacheza madaraja tofauti. Nafikiri swali litakuja hapa, je, sasa hivi zote ziko katika je, utakuwa kwa wapi? Mimi nafikiri jibu ambalo kwamba liko na wala watu wasitie shaka. Inshallah ligi ya KPL 2026 2027 itakapoanza watu watamuona Lydhi Artist iko wapi, na sauti bila shaka wataisikia na mingi kuyafurahikia. Maana mingi nimewaandalia kwa wao kuweza kukilia. Watu shabara vikukia maneno sasa. Sasa ndugu yangu Ali, ndio najua katika hii tasnia ya wanahabari huwa imebeba mambo mengi sana. Unasema kwamba wewe uko katika kipindi cha radio, wewe ni msemaji wa klabu, na wewe pia ni miongoni mwa wale watu ambao kwa wanashughulika katika masuala ya kupiga picha. Changamoto ambazo unapitia katika hizi kazi mbili, kwanza
mpiga picha wa timu na msemaji wa timu. Najua kwamba hii ndio ile engo ambayo pia watu wa Pwani na Mombasa wanakosa, kwa sababu tumekuwa nyuma sana in terms of growth na pia kujibrand na pia kujiuza kule nje, kuona ni vipi timu zetu zitaweza kukua, kwa sababu tukiangalia mifano timu zingine mashabiki wako lakini hakuna hamasa na ushawishi kule katika mitandao. So nafikiri umeuliza changamoto iko wapi? Changamoto ni ipi? Changamoto binafsi nitakuelezea kitu kimoja, ama nitazungumza ile hadharani kwamba Mombasa County Mombasa County wanaopenda soka ni wachache. Mashabiki ni wachache. Ukiangalia mpira na mechi inayochezwa Mombasa na mechi inayochezwa Kwale, mashabiki wanavyojitokeza ni tofauti. Community clubs. Mfano watu wamekuwa wakisema kwamba Bandari FC haina mashabiki. Ambapo kwamba mashabiki huenda ikawa wako lakini si wingi. Nitakwambia Bandari hawana mashabiki wingi, kitu kama hiyo. Mimi nitawaambia kwamba kuna timu, na pia nikiendelea kuuliza watu kwa sababu watu wengine wasema sijui ile ni timu ya idara, ni timu gani. Nawaambia kwamba Congo Boys. Congo Boys ni timu ya kitambo sana. Congo United. Congo ambapo kwamba pia ilishawahi kushiriki ligi kuu nchini Kenya. Umeona? Lakini Congo hawa tunawazungumzia leo, ukienda ukiangalia mechi zao za Division 1, utaona kwamba si timu ambayo kwamba ina mashabiki wingi sana. Twende Kwale, timu kama Denmark. Ni timu ambayo kwamba iko na mashabiki wingi sana. Umeelewa? Ni timu ambayo kwamba ukienda kiwanjani ukapishana na nyanya kule, ukapishana na shangazi, ukapishana na msichana. Yaani najaribu kumaanisha kwamba ni timu ambayo kwamba imebeba community, imebeba jamii nzima. Umeona? Lakini ukija Mombasa ni nadra sana kuna watu kama. Kwa nini nadra? Umenielewa? So nafikiri nadra na si swala la kujadiliwa sana, ni kwa sababu watu hawajathamini mpira. Umenielewa? Na ukiangalia katika historia ya Mombasa, Mombasa imetoa the best goalkeeper Mahmoud wakati huo. Abbas. Exactly. Wakati huo ni kipa ambaye kwamba aliwika sana. Harambee Star. Umeelewa? Harambee Stars material na alikuwa akifanya vizuri zaidi. Na paka sasa hivi ukiendelea kuchakura utakuta Mombasa ilikuwa na wachezaji wa kutajika hapa kimataifa na pia umeelewa? Wengi sana. Sijui kwamba itakuwa kwa vipi, lakini acha kimataifa. Hata sasa hivi Abud Omar pale. Ndio mfano ulioko kama sasa hivi. Kina Abud Omar wamekuwa wakifanya vizuri kule nje. Yes. Kuna msichana mmoja wa Kipwani ambaye kwamba anachezea Harambee Starlets, Mwanalima Adam. Mwanalima Adam, na mwingine mdogo ambaye kwamba sasa hivi amekuwa akicheza hii Sekafa Under 17. Jina lake kidogo limenitoka, lakini amekuwa akifanya vizuri zaidi. Umeelewa? Alikuwa mchango wake aliupeana juzi wakati Kenya tulivyo Starlets walivyofunga magoli 16. 16 goals mpaka game haikuisha. Umeona? Yaani bao 16 ile timu ile wakajifanya na majeraha paka wakabaki watu 6 ambao kwamba sheria iruhusu mchezo kuendelea. Walifunga Sudan. Sudan. Umeona vitu kama hivyo. So kwa hivyo mimi kitu ambacho kwamba tutafanya Mombasa. Tukibakia hapo hapo. Mombasa kumekuwa na mashabiki wengi ambao wanashabikia timu za Ulaya. Juzi tuliona Arsenal walipobeba ligi juzi wakicheza mechi ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya PSG katika kipute kile ambacho kilioneshwa mubashara pale katika uga wa mapumziko wa Mama Ngina. Watu walijaa pomoni pale, watu wakafurahi, wakashabikia. Jezi za Arsenal zilikuwa zimetapakaa ukumbi mzima. Kwa nini isiwe katika hizi klabu zetu za nyumbani? Nafikiri tunarudi pale ni hamasa ambayo inahitaji kufanywa kwa watu kuweza kupenda vilabu vao vya nyumbani. Umeona? Maanake kama sasa hivi utaona mapenzi yamehamia Ulaya na si katika vilabu vya jamii. Umeona? Kwa hivyo ni mimi na wewe ambaye kwamba ni wakereketwa katika swala la soka na wengine kule nje tuweze kushikana na kuhakikisha kwamba mbiu hii inafika kule nyanjani. Wengi wameweza kufikia. Najua itakuwa kuna swali jingine lakini naomba nikujibu swali ambalo kwamba ulikuwa umeniuliza. Washikadau ambao kwamba tuko katika hizi teams kama group admin, kama team admins, kuna changamoto ambayo tunapitia. Changamoto moja, uwezo kupiga banta sana mtandaoni.
uweza kupiga banta sana. Manake Mombasa United nimekuwa lakini sijakuwa kipindi kikubwa. Lakini nilipokuwa Bandari nimekuwa pale takriban miaka 6. Tumeziona. Banta pale kwa tunafanya sana. Umeona? So mnaweza mkajipiga post zile. Exactly. Mnaweza mkajipiga kifua, mkafanya videos, posters nini mkajipiga kifua, lakini timu ikienda ikicheza haiperform, inafungwa. Lauma linakuja tena kwa admin. Shakahola ingekaenda. Umeona? So inaweza kuwa umefanya pre-match lakini post-match waogopa pia kwenda mbele ya kamera. Nakumbuka kwa sababu ushapigwa pale. Nakumbuka niliwahi kusema watu wa Vanga, watu wa kula samaki hawezi tufunga sisi. Umeona? Wanasema baada ya kutufunga na mchele na madera. Walinifuata kwa inbox wakaanza kuningilia sana. Wallahi. Yuko wapi yule jamaa, yuko wapi? Kumbe huwa watu wana nini, lakini ndivyo. So nafikiria ni miongoni mwa zile changamoto ambazo kwamba tunapitia kama group admins. Tunapitia changamoto sana. Alafu pia kuna wakati ilikuwa tunataka tuwe na gumzo la afya ya kiakili kwa group admins wote wa timu zombe kwamba ilikuwa ziko KPL, Kenya Premier League. Kwa sababu kwa kweli football ukiangalia hata katika research BBC London ile nini station walifanya research wakakuta kwamba katika football ni mchezo ambao kwamba unaweza ukaleta maradhi makubwa sana kwa mtu. Kwa moyo. Utakuta mtu akishafungwa kula pia huenda ikaya ni shida, kuzungumza na watu pia ni shida. So usipokuwa na ile aji ya kujicontrol huenda ikakuletea. Mashabiki wa Arsenal wasemekana wengi huwa wajinyonga. Sio Arsenal pekee, hata Manchester United na wengi sana huwa wanajinyonga, vitu ambavyo kwamba nafikiri football haihamasishi kwa mambo kama haya. Kweli. Umeona? So ni vitu kuna kwa na changamoto nyingi sana ambazo kwamba zinatufikia akina sisi. Sasa Somo, tukibaki hapa local, tukiongelea swala la Mombasa United na Bandari, nasema kwamba watu wanahitaji kufanyiwa hamasa gani labda wewe kama msemaji? Kwa sababu najua hawa watu nao huwa wanataka kupelekwa kwenye ango, watolewe kwenye msuru huu, wapelekwe hivi. Wafanyiwe nini ili waweze kuwa na uaminifu nini kwamba Mombasa inahitaji support, Bandari inahitaji support? Wajua Somo, ukiangalia timu ya Gor Mahia imekuwa ikifanya vizuri. Kwa sababu gani? Ile timu mchezaji wa 12 amekwamba ni shabiki huwa amesimama kidete kuhakikisha kwamba ile timu inafanya vizuri. Kuanzia ile timu ikicheza hapa uwanjani, ikija hapa Mombasa yenyewe kwamba tutajua kwamba Gor Mahia wamefika. Na inasababishwa na nini hiyo? Kuna ule msisimko ambaye kwamba huwa wale mashabiki wanauleta. Inasababishwa na mashabiki. Wasababishwa na mashabiki. Timu yenyewe haijafika lakini mashabiki washafika. Pirates wapi, magari Town Center wapi, vitu kama hivyo. Hatuna magari sisi. Umenielewa? Ndio swali ambalo kwamba wewe mwenyewe binafsi naomba ujiulize, manake wewe ni miongoni mwa shikadau ambao kwamba tunahitaji kushikana tusukume ile gurudumu. Umenielewa? So najaribu kuleta picha gani? Najaribu kuleta picha kwamba shabiki ama yule mtazamaji anayekuwa anatutazama ama yule pale nje ajue mchango wake huwa unachangia pakubwa kwa timu kufanya vizuri. Umeona? Aliko pale nje ajue kwamba mchango wake unachangia pakubwa kwa timu kufanya vizuri. Gor Mahia sasa hivi wamechukua taji la Kenya zaidi ya mara 8. Umeelewa? Hata juzi wamebeba wao. Ile jamaa katika Kenya Premier League utafuta kambi hakuna washindani. Lakini washindani wako japokuwa kina FC Leopards wako miongoni mwa timu nyingine, lakini nazungumzia Gor Mahia, manake Gor Mahia wao ndo mabingwa, wamebeba juzi. Ama nitasema wamebeba jana ama wamebeba leo. Manake ni msimu ambao kwamba umetoka kutamatika tu juzi. Umeona? So ile ni timu ambayo kwamba pia structures wako nazo. Wako na structures za kikweli kweli. So katika kuhamasisha, si kuhamasisha tu kwamba jamani tokeni nyumbani twendeni uwanjani. Timu zetu za Mombasa hazina structure. Itategemea ni timu gani ambayo kwamba iko na structure ama haina. Umenielewa? Itategemea. Labda wewe mwenyewe si ni mpenzi wa soka. Mara nyingi washabiki timu gani? Wapi? Umenitikia washabiki timu gani mara nyingi? Hapa local. Mimi nashabikia Change Youth. Change Youth iko na structure ama haina? Inayo structure. Inayo structure? Asante sana. Iko na mashabiki? Inayo mashabiki.
katika Denmark na hiyo ipi na mashabiki mkiachana nayo Denmark asante sana. So umeona kule kama Digo anasema Denmark ya Digo. Umeona sasa hiyo timu ambayo kwamba shabiki ya structures iko nayo, lakini mashabiki ni wachache. Huenda ikawa ile injili inafaa tuimbie zaidi. Umeona ile injili tusichoke. Kuna kampuni moja sitaki kuitaja labda kwa sababu ya matangazo ama sababu ya sheria zingine, lakini inafanya vizuri sana. Lakini mara licha ya kuwa inafanya vizuri katika masuala na mawasiliano, lakini kila uchao inazidi kujiadvertise. Umeona? Kila uchao inazidi kujiadvertise. So ni timu zisichoke kujiadvertise. Sijui sitasikika. Yaweza kwako kuna timu, kuweza kwako kuna wananchi wako Mwakirunge, Kisauni, wodi ya ndani kule, wanafanya tu kusikia Bandari. Wanafanya tu kusikia, na wengine za pia hawajaisikia. Tukirudi hapo Somo. Kwa hivyo hizi habari zinafaa ziwafikie. Tukirudi hapo wale ambao kwamba wako ndani zaidi. Twende hapo. Tukirudi hapo. Mlipokuwa mnasimamia kitengo cha mashabiki wa Bandari, mlitengeza vitengo vya kila aina. Kuna branch ya Likoni, branch ya Bamburi, branch ya Kisauni. Nikaja nikaona kwa mtandao kwamba Nairobi pia kuna branch. Kuna branch, ndio. Ikawa hiyo ni mmoja wa mfumo ambao kwenye timu zingine za ligi kuu hapa nchini sijaona. Nikaona ni Bandari peke yake. Ilikuwaje alafu ikateteleka ile? Paka sasa ndio nafikiri itakuwa nafikiri nimekujibu kabla ulizidi swali. Ile injili haifai kusimama. Umeelewa? Huenda ikawa nguvu hakujatumika nguvu inayotakikaniwa. Nafikiri paka sasa hivi hujaona. Nafikiri watu walijaribu wakafanya wakafikia sehemu fulani. Huenda ikawa watu walisimamia pale, hawakuendelea. Ambapo kwamba katika safari ya kupigia upatu ama safari ya kuendelea kupusha agenda fulani, haifai kusimama, haifai kuisha. Ni kila siku inafaa iendelee na kuiupdate na kuiupgrade. Umeona? Maanake katika safari kama hiyo ni kitu amekwamba kila siku bidii yafaa iongezwe kila siku. Maanake katika ulimwengu wa soka na ulimwengu ambao kwamba ushabiki wa mchezo wa soka, inafaa kila siku iwe kuna mbinu zinabadilika. Kila siku tunaji-equipped na njia na method na njia zingine tofauti. Umeona? Kwa hivyo zile branches za kwako uliziona na kweli ziko na viongozi wako hazifanyi kazi, lakini una uhakika hazifanyi kazi? Sizioni tena. Sababu huzioni ndo wafikiri hazifanyi kazi. Uende kazi fanya kazi, lakini za kwako ni wewe upeo wako wa kuziona kwamba zinafanya kazi, ikawa haujafikia kuziona zikifanya kazi. Tukija katika swala la usemaji, lilikuwa ni swala geni kwa watu wa Mombasa. Walikuwa hawajalipokea, hawajawahi kuliona. Walikuwa wamelizoea kuliona kule Tanzania kwa sababu ulikuwa ni kama uzoefu wao na tamaduni zao za kuwa timu lazima iwe na mtu ambaye anawakilisha taswira ya timu. Hapa Mombasa kwa ugeni wake ulilibeba vipi wewe? Kwa kweli ni swala ambalo kwamba mimi sikuliona kama geni. Wajua saa nyingine unapokuwa na kitu ndani yako, wewe ndio msemaji wa kwanza wa Bandari. Sasa ndio najaribu kukueleza. Ni kitu ambacho kwamba kiko. Umeelewa? Ni kitu ambacho kwamba kilikuwa ndani yangu. Huenda labda kwa ile timu ilikuwa kwa kitu kipya. Na katika zile roles za yule msemaji ni roles ambazo kwamba waziko. Umeelewa? Maanake lazima utajiuliza kwamba kama wewe msemaji, what's your role? Umeelewa? It's either to give updates on a daily basis. Isa kwako uko vipi? Timu inaenda vipi? Timu imekuaje? Umeona? Na japokuwa mimi ni wa kwanza pale Bandari. Pale na Mombasa pia. Na Mombasa, of course, Mombasa United. Utakuta kwamba hii ni kitu ambacho kwamba mimi nilikibeba. Nilikibeba kama mimi na nikakidrive kama nilivyokuwa na kidrive. Japokuwa sikuwa nati sasa hii ni kitu geni yenye imekuja ama sio ni kitu kigeni tunakwenda nacho vipi, lakini tulienda nacho tu hivyo hivyo. Maanake ni jambo ambalo kwamba nilianza na katika kwanza kwangu tayari nikawa na uzoefu nalo. Umeelewa? Yaani Wazambio hapo mnatoshika kasi hapo. Kama vile jiko la gesi. Hiyo gesi sijui wake atifu. Yaani likiwaka ndio limewaka yani. Violeta mikuki ya maneno hiyo sasa. Ndio hali ilivyo. Changamoto za kuwa msemaji. Changamoto za kuwa msemaji kwanza, mara nyingi watu nje watakuwa na kufananisha kama fulani. Umeelewa? Kweli. Watu wakisikia msemaji Alikamwe. Mtu anza kuunganisha dots. Yafai kama hivi, yafai kama hivi. No.
So hizo ndio changamoto ambazo kwamba mara nyingi watu wanakufananisha na mtu fulani. Alafu pia changamoto nyingine ni changamoto ambayo kwamba ya matokeo, results kwa mechi, namna mechi itakavyoisha. Wanasema wenyewe msemaji ndio shabiki wa kwanza. Sasa now you can imagine uko na hopes na game fulani mnaenda kucheza. Alafu kutokana na venye umeianalyze ile game, umeona sisi tushacheza, tumeshinda mechi 11, tumeshinda mechi 2, tumeenda draw sijui sare ya mechi 4. Kwa hivyo ukiangalia ninio wasema nikiangalia takwimu hapa nafikiri sitaweza kwenda kushinda. Unajua katika football kuna hiyo hope. Statistics ukiziangalia mwisho wa kusha mwenda kubandikwa. Alafu baada hapo sasa ushike microphone uzungumze na shabiki. Umeelewa? Kwa ngumu. So kuna kwa na changamoto fulani hapa. But kitu muhimu ni kuwa real na kuwa unique na kuwa wewe. Umeelewa? Usitaki kujifananisha na mtu mwingine kabisa. Ongeza brand yako, nyoosha maneno. Waambia nini hawa wanahabari? We push the sports in coastal region, kwa sababu vipaji viko, tunajua kama ulivyosema Mahmoud Abbas alikuwa miongoni mwa wale linda lango wazuri sana. Vipaji viko, kama Mombasa United wanaweza kupanda ligi kuu hapa nchini. Tuambie nini hao wengine kwamba wanaweza na tutawapush vipi? Tunaambia kwamba tuzungumze nao wanahabari kwanza, sio? Mimi tazungumza na wanahabari ambao kwamba wamezama sana katika masuala na local football. Exactly. Local football, wale wanahabari. Kwa sababu gani nimekuuliza swali hili ndugu yangu Ali? Tunaangalia wanahabari wengi wa michezo ambao wamefocus sana na ligi za nje. Ambayo hapa nyumbani pia kuna wachezaji wanataka kuangaliwa. Kuna vilabu ambavyo vinataka kupatiwa push in terms of visibility pale kwenye mitandao na kila kitu. Sasa tunawaambia nini, nawashauri nini? Kwa sababu kama sio sisi, umesema kama sio sisi hakuna watu wengine ambao watalikuza soka la pwani. Hakuna. So mimi nafikiri japokuwa kwa wako baadhi yao kwamba wamekuwa kufanya vizuri. Kina Mark Mutuku, kina Athman Dena, miongoni mwa wengine wingi ambao kwamba sijaweza kuwataja, kina Fadhili Mzee, wako wingi sana. Na wamekuwa wakijaribu kupush soka la pwani na soka la nyanjani. So kwa wale ambao kwamba kwako hawajainvolve na swala hili, na kwa wale ambao kwamba wanafanya, nafikiri ni swala jingine ambalo kwamba wanahitaji kuzidi kutilia nguvu, wanahitaji kuzidi kutilia pondo katika kupushi no agenda. Manake ni swala ambalo kwamba tunajaribu kuwauza ndugu zetu. Unajua kama ulivyosema, manake kama sasa hivi nikikuuliza ushakumwona Lionel Messi? Bado. Cristiano? Bado. Na wamjua kama Yueshi Bamburi ama kama Shilikoni? Namjua kama kule Madeiro. Kama ukishana naye kwenye miogo. Mamake alizaliwa na nani, babake alifariki lini. Exactly, vitu kama hivyo. So hii yote inaletwa kwa sababu ya mtandao. So mitandao ina nguvu sana. Mitandao ina nguvu sana. Na mtu achukue advantage ya mtandao. Aweze kuhakikisha kwamba kila siku anaendelea kupusha agenda ya soka ya nyanjani. Anaendelea kupusha mavijana wetu. At least kule nje pia aweze kusikika. Tunavulia kikofia kina Mark Mutuku, kina Athman Dena, kazi nzuri wanaifanya pia. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hivyo na wale wengine ambao hawajaanza kujinvolve, waendelee kujinvolve. Manake pwani hii ni sehemu ambayo kwamba imekuwa kwa kiwika sana katika masuala ya kabumbu. Kwa hivyo zile sehemu nyingine usituone kwamba kambe sisi ni wageni katika hili swala. Lakini tuendelee kuhakikisha kwamba kila siku tunaendelea kupush na tunawekeza nguvu zetu hapo. Siasa na viongozi. Siasa ya viongozi. Na soka letu la Mombasa na pwani nzima. Na mimi kwa kweli siasa sijui iko vipi kwa sasa hivi. Japokuwa tumeiona tu national kidogo juzi ilijaribu kutoa kucha, ambao kwamba kukawa na sitonfahamu hapa na pale, paka FIFA ikatuma barua. Lakini japokuwa huko chini kwetu sijaionea. Kiuliza siasa na uongozi, juzi tuliona mlipokuwa mnacheza na Migori hapa Mombasa United, viongozi walifanya hamasa, uwanja ukajaa. Siasa hizo. Siasa na uongozi hivyo, kwa sababu naona kwamba Anza Fresh ni kiongozi wa Old Town. Suleiman Shabal ambaye ndiye patron wa timu, ambaye amefikisha hapo timu kufika, maana yeye ndio alikuja na ile vuguvugu la Mombasa United. Na tunashukuru kwamba ameonyesha kwamba Mombasa inaweza, hata ikawa bandari haiko, lakini kuendeleza yenyewe
inaweza. Ndio nikauliza siasa na uongozi, je, vina push katika soka la Mombasa na Pwani kwa jumla? Siasa na uongozi, wajua kuna mambo mawili hapo nafikiri umeyatamka. Kuna siasa na kuna na uongozi. Siasa ni kitu kingine tofauti. Waweza kuta mtu yeye anashiriki katika masuala na siasa lakini na uongozi ndani yake. Umeona? Yes. Nafikiri ukiuliza mtu hata kurun team ya watoto either miaka 12 si rahisi, huwa ni ngumu sana. Na ukiangalia kama kiongozi anza fresh, ukiangalia kama Mheshimiwa Shahbal, ni watu ambao kwamba wamejaribu kujitolea na kuendelea kupush team mpaka pale yenye imefika. Yes. So nafikiri ni viongozi wengine na wao wenyewe kuhakikisha kwamba ule uongozi wenye wamekuwa nao unaendelea. Umeona? Unaendelea na wala usiingie dosari. Manake at the moment kukianza kuingia mambo na siasa, kaendelea kuingia vitu vingine katika soka, mara nyingi wa timu hazisongi mbele. Umeona, timu hazisongi mbele. Kwa hivyo juzi viongozi waliweza kujitokeza pale, tuliweza kuona ni jambo ambalo kwamba tumekuwa tukitamani tuone vile. Tumekuwa tukitaka tuone vile. Lakini mara nyingi baada ya vile huwa si vile tena. Huwa vinakuwa kwa kivyengine. Kama vile ilivyotokea baada ya kutoka sare ile. Bado hatujamuona. Maana ukiangalia kama zikaisha, watu wakafuata kila mkenda mkafungwa kule ugenini. Maana mkafuta kocha kazi. Hayo mambo ya kawaida. Mambo kufutwa kocha kazi, wachezaji, bodi kufutwa. Nafikiri ni baadhi ya viungo katika chakula. Tukisalia hapa kwenye siasa na uongozi soka la Mombasa. Unazungumziaje? Kwa sababu siasa, mwanasiasa anakuja na mfumo wake na jaribu kuweka ligi. Mimi nitakueleza kitu kimoja. Ukiangalia katika siasa na uongozi kama wanavyosema, sisi Mombasa CHAN ilipita, ambao kwamba ilikuwa ni masikitiko makubwa kwa Mombasa. Nizungumzia Mombasa na Pwani kwa ujumla. CHAN ilivyokuwa taka kuanza, Mheshimiwa Babu na Mwamba alikuja paka pale Shanzu Ward, ambaye kwamba iko ndani Kisauni. Kuna uwanja pale Shimulatewa. Wakauangalia ule uwanja ambaye kwamba tunayoita Raila Odinga, uwanja wa kimataifa, uwanja wa Talanta, ambaye kwamba sasa hivi huitwa Raila Odinga International Stadium. Ule uwanja ulikuwa jengwe pale. Umenielewa? Waniambia hiyo ni mpya, wanimpa wewe. Lakini sio kwa sababu ya viongozi wetu hawana push. Ilikuwa kwa ni viwanja viwili, Talanta Nairobi ama hapa. Lakini kwa sababu viongozi wetu hawana push, ama niseme wanasiasa, baadhi ya wanasiasa wetu hawana push. Kikatuponyoka kile. Maana ukiangalia ilikuwa kuna jaribu kuangalia sema ambaye kwamba pana mahoteli. Na sema ambaye kwamba ardhi iko ya kutosha. Ukiangalia pale Shimulatewa, karibu na Shimulatewa Prison, pana uwanja moja mkubwa sana. Nzuri sana tena. Ambaye ilikuwa ni sehemu sahihi. Maana ukitoka barabara waingia beach, waingia katika mahoteli, waenda Mtwapa. Lakini tukakosa fursa hiyo. Na sidhani kama kutakuja fursa nyingine kama hiyo. Iangalie ile Talanta Nairobi iko vipi. Pale patajenga fursa nyingi sana, biashara. Fursa nyingi sana. Yes. Ambao kwamba wafanya kazi. Ambao kwamba lau kama ule uwanja ingekuwa unamalizwa pale, takupa mfano, ule uwanja waingia mashabiki takriban 60,000. Shanelewa? 60,000. Moja wa viwanja ambao utakuwa bora East Africa. East kabisa, East Africa. Huenda taikawa East and West. Manake ngoma ni mpya ile. Hoteli ya Port. Shanelewa bwana? Mashabiki 60,000. Tuseme yani 30,000 ni local. Ni local. Ushanelewa? Yes. Alafu 30 wanatoka nje. Wafikiri uchumi wa Mombasa ungekuwa kwa vipi? Kila mtu hapo you spend karibia kama tuseme 6,000 kwa siku. Fanya 6,000 times 30,000. Upata pesa ngapi? Hivyo ni vitu kila siku vinaingia katika uchumi wa Mombasa. Watu walikuwa wavifikiria siasa bro, na uongozi. Siasa na tuko hapo katika siasa na uongozi. Tukiangalia juzi katika ile mechi ya Mombasa United na Migori, kuna baadhi ya viongozi ambao kwamba tuliona uwanjani for the first time. Manake bwana gavana hata mechi za Bandari mwenyewe haji kuangalia. Umeelewa? Ashika ofisini. Basi yetu mweke kando, tuseme yeye ni gavana yuko busy. Waziri wa michezo amepeza lini kuja uwanjani? Umeelewa? Waziri wa michezo, ambaye waziri wa michezo yeye yuko pale specific sababu ya nini? Michezo kuwakilisha mavijana na michezo na masuala mengine. Lakini haji viwanjani. Oni waziri wa michezo wa vipi kama hana mchezo? Ana mchezo sana waziri wa michezo. Kwa hiyo
siasa, wanasiasa wanapokuja katika masuala na michezo, weke uongozi, zile siasa weke kando. Na wawe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanapigania fursa. Swala sugu sana la stadium yetu ile. Stadium imekwenda ikakwenda kwa mabilioni manene. Sasa ni vyuma tunavyosimama. Sijui ya Allah vitachukua muda gani vile. Ama uende kwa miaka mengine miwili tena. So inakuwa tatizo sana. Ndio maana nikakwambia katika siasa na uongozi ni vitu vili. Mwana siasa anapokuambia sasa hivi ni asubuhi, fungua dirisha, toka nje, hakikisha. Lakini kiongozi anapokuambia sasa hivi ni asubuhi, amka, fanya shughuli zako zile kwamba ni za asubuhi. Local teams unaziambia nini in terms of structure? Maana structure umeiongelelea pia. Structure it's one of the kitu chengine muhimu sana. Yes. Structures. Napozungumzia structures ni kitu chengine muhimu sana. Maanake hata ilipo kaja mdhamini, kaja mwekezaji, akasema mimi nataka kuwekeza, lazima muwe na structures. Msipokuwa na structures, mtaporomoka vibaya sana. Unajua, na rafiki yangu kuna siku tulikuwa tunapiga story, akaniambia kuna jamaa alitaka kudhamini timu. Akauliza, hii timu yenu iko na board? Ikawa jambo geni kwa jambo jipya alijawahi kutajika. Yani hawaje, wanajua kuna coach, kuna huyu, kuna huwa wanaita senior, kuna senior, hakuna hata treasurer, kuna coach na masenior, mkao ama nani. But waliulizwa, je, mna board hii timu yenu? Kaambia basi nendeni mkajifikirie, mkiwa na board mtarudi. So wewe waizungumziaje hii story ya structure kwa hizi local teams zetu? Story ya structure ni story nyingine muhimu sana. Unapozungumzia kama board, umeona, I guess katika vilabu vingi sana unaposikia board itakuwa ni jambo geni. Lakini pia nawe unapoangalia board member, board member, hii ni board ambayo kwamba inaendesha ile timu. Katika board kuna CEO, ushanielewa, alafu kuna kuja chairman, vice chair, kuna kuja kina treasurer, kuna kuja masekretari, alafu na matrustees hapo chini. So hii ni bodi ambayo kwamba mara nyingi inasaidia katika kuiendesha timu. Timu mipangilio yake, timu inapokuwa inayumba, timu inapokuwa imepatwa na mikosi, timu itakapokuwa ina mazuri, hii bodi ndio dira katika ile timu, umeelewa? So hizi timu zetu hapa chini nizihakikisha kwamba zinakuwa kuna structure, zinakuwa kuna na watu ambao kwamba wanahakikisha kwamba wanaibeba ile timu. Na kama nilivyokuwa najaribu kusema, unapoangalia board member, unaangalia unamwangalia nani. Ushaona? Usimbebe mtu na njia zake huko ukamleta kwenye bodi ya timu kwa sababu mwisho wa kusha pana ndururu atoka mahali. Pataingia sasa nyingine na ile bodi watu watafuruga. Bodi asiwe yeye ndio yaje kunyonya timu, yeye ndio alete kwenye. Ushanielewa, asiwe kupe. Ambe kwamba yeye yuko na ngozi tu yanyonya damu mpaka ng'ombe ishachinjwa, ngozi nani kwa yeye bado yuko pale pale anashikililia. Tuangalie kwamba tunaleta watu ambao kwamba watakuwa na faida fulani. Kuna baadhi ya viongozi, board members, mtu ambaye kwamba katika mambo na resource mobilization iko sawa, iko vizuri, na shanilo katika mambo na ushawishi. Yani timu unaona kwamba ina grow kiasi anabeba kijiji chake kizima na kwenda nacho kuangalia game. Umenielewa? Kutokezea safari, jamani twenda Tanga, twenda Tanzania, twenda Uganda. Shikeni hichi bwana. Tutaongezea hapa mimi natoa laki yangu 1,50,000, yule 200,000. Lakini so mwingine yoja na watu wake wawili, jamani hizo nafasi nao wawili wende. Unielewa? Timu yanguka kesho. Tukisalia hapo hapo pia, kama nilivyokuambia pale ule muda kwamba tunahitaji ushawishi. Hii consistency nayo unazungumziaje consistency? Kwa sababu msimu uliopita nyinyi mlimaliza nafasi ya 16, kama sio 16 17 hapo. Ilikuwa Al-Nusra Manusra, mshukisho daraja division 1. Kana pointi moja. Na pointi moja. Mombasa United. Ndiyo. Sasa hivi imekuwa kama maajabu ya Musa, mkamaliza nafasi ya 3. Paka naona kwenye mtandao mkiambiwa kwamba the best performance ama the best improved team, na nyinyi mmewekwa kwenye hicho kwenye hiyo category. Japokuwa mmekuwa na good performance. Unazungumziaje consistency ya kwa sababu nakuuliza swali hilo nikikumbuka wakati nakuwa kulikuwa na timu inaitwa Vimbwanga. Unakumbuka Vimbwanga? Vimbwanga ilicheza NSL. Ndio. National Super League in Kenya. Daraja moja uende Kenya Premier League. Consistency yao iliposhuka, wakashuka paka sahi hawako kwenye registrar za FKF, wakapotea kabisa. Ukiuliza waambia pesa hakuna, viongozi watu support. Unazungumziaje consistency ya timu? Tazungumzia mambo mawili.
wajazungumzia naye kushuka nikaichukulia kama donge kilicha kwenye maji unajua litayayuka ile maji yatakuwa baridi alafu mwisho yatakuwa kwa moto. Umeelewa? So ukiona donge la yayuka kitu ambao wafanya wajaribu kutafuta mara salama alafu mwisho waregesha kwenye friji angalau tena lianze angalau liwe donge tena. Umeona? So nafikiri hizi ni baadhi ya mbinu ambazo kwamba tumetumia, na pia katika most improved tumekuwa pale kwa sababu unapona mwanafunzi amefanya mtihani ida akapata kama 2 kati ya 50 alafu tena kaja akafanya mtihani akapata 20 japokuwa hajafika hata ile average lakini kidogo ameimprove. Nafikiri ndio sisi japokuwa tujafika lakini tuelekea kufika kama tumefika. Umeona? So mara nyingi ni motivation. Umeelewa? Okay, last time siwezi sema kwamba hakukuwa na motivation but siwezi kuzungumzia sana ndoa hiyo maana harusi hiyo mimi nilikuwa sikuhudhuria harusi hiyo. Kwa hiyo mke wa pili hicho cha sasa hivi sasa nafikiri ndio kuzungumzia kwa maana zaidi. Ulikuwa wali idea yangu inatumika katika ndoa hii. Umeelewa? Lakini sio kujaribu kuangalia ile awali japokuwa animkerekecho alikuwa anajaribu kufuatilia kwa karibu zaidi. Lakini somo sisi wachezaji wetu wa Pwani problem. Tuna problem kubwa. Ilikuwa tutakuja hapo. Ni miongoni mwa sababu. Sawa. Miongoni mwa sababu ndio sasa na kujibu. Najua sasa ninakugusia wachezaji wetu wa Pwani, sasa una hoja nyingine mengi kuja kichwani. Lakini sisi wachezaji wetu somo wana uchezaji wa ulaji. Mchezaji mbaya sana. Most wako inconsistent. Exactly. So ukiangalia ile timu wakati ule paka ikaseviona alama moja ni kwa sababu wachezaji wetu. Ile timu wakati ule kwa kuna wachezaji wingi sana kutoka nyumbani. Ushanielewa? Sitaki kujaribu kumaanisha kwamba wachezaji wetu wa nyumbani sijui hawa give it all wanapopa nafasi ama wanafanya vipi. Lakini tu kuambizana kwamba bwana watu wakuwe serious wanapoingia kwenye biashara. Umeona? Ile biashara ya mtu tena. Ile timu tunapoingia katika biashara. Unajua mara nyingi mimi nasema soka ni biashara. Ya mtu. Ushanielewa? Ni kazi. Ama na acha niseme kazi. Maana biashara huenda ikafanulika kivingi, lakini tunapoingia katika kazi tufanye kazi. Kweli. Tusilete mchezo ama mzaa kwenye kazi. Ushanielewa? So ukiangalia wakati ule alafu football watu wana invest. Biashara ya mtu. Kwenda huko. Mara nyingi sana mimi nitasema football nayo si biashara sana hapa Kenya. Maana ya football si biashara upande wa biashara. Tunasema kwamba ni biashara sana. Maana ukiangalia kama kina Manchester biashara tutarudi hapo. Endelea kueleza. Haina maneno. Mimi najua nakupa maneno alafu wapata alafu waleta alafu mimi nitakupatia. Sasa somo ukiangalia wachezaji wingi walikuwa kwa wachezaji wa nyumbani wakati ule. Ushanielewa? Idadi kubwa sana ilikuwa kwa wachezaji wa nyumbani. Lakini zipo baadhi ya sababu ambazo kwamba zilichangia. Ushanielewa? Baadhi ya mambo na ulaji wako nyumbani. Kuna ulaji wapi na ulaji? Kutokezea beach soka wapi ushaonekaniwa? Wapi ushaonekaniwa? Huu mwili ni chombo ambacho kwamba kinahitaji wakati kipumzike. Huu mwili ndio waona wakati mwingine watu wanaingia katika ice bath. At least zile mambo na uchovu nini hizo fatigue exactly mnatoa fatigue mahali kama umenini. Ushanielewa? Alafu una relax. Ushanielewa? Next game unakwenda kucheza na perform. Lakini hebu niambie train Monday, Tuesday, Wednesday una beach soccer, Thursday una tough games za vionja hivi vakeji hivi. Thursday si yuko wapi, Friday si yuko wapi, ama uende club. Alafu Sunday una mechi ya ligi, utaperform wapi? Hawezi perform. Miongoni mwa sababu zilizochangia timu ikawa inafanya. Lakini sasa ukiangalia kuna mchanganyiko Mombasa United. Kuna vijana kutoka sehemu tofauti. Vijana wetu wa nyumbani wako, tena vijana wadogo kina Wanyama, ushana kina Wate, ushanielewa. Kwa hivyo vijana wa nyumbani wingi wako pale. Lakini kwa sababu ile blending ni timu ambayo kwamba imefanya vizuri. Unaona? Timu imekuwa ikifanya vizuri, maana yake pia of course walisoma kutoka kwa ile somo jingine msimu uliopita mpaka sasa. Tukisalia hapa wachezaji wa nyumbani, kitu gani kinawafanya ulaji? Uende ulaji? Kitu kingine nitakwambia ni audio peer pressure. Tuizungumzie katika masuala mengine. Peer pressure mara nyingi huisikii kitajua huku juu. Lakini kuna maisha ya kuigiza. Umemwona fulani ameitwa ulaji anakuja kusifia sijui mimi ninapata nini. Mechi moja 3,000. Mechi moja 3,000. Nitakutajia sababu kama 3 hivi. Sababu ya kwanza ni mambo na peer pressure. Umeelewa? Pia za kwa tuweza tukachukulia kitu kidogo
lakini sijui utaichukulia vipi, lakini ni hiyo pressure hiyo ya watu kutoka kwa mabesti, kutoka kwa kina nani, ushanielewa, hiyo pressure ya wana oye bwana mimi naitwa kule kuwa na virus ya kwamba mchezaji mmoja ndo anapoach wenzake kwa peleka, umenielewa, kitu kama hiyo asante sana, vitu kama hivyo viko. Alafu chengine ile tamaa ya haraka kwa babu, mimi nakwenda ulaji na 1500 game moja, natoka ulaji na 3000, natoka ulaji na 2000, umenielewa. Ile tamaa ya haraka sana ambaye kwamba inamsukuma mtu kufanya nini, kwenda kule, umeona. So nafikiri ni baadhi ya sababu ambaye kwamba zinaendekeza watu kwenda kule. Alafu kitu kingine ya tatu ni indiscipline. Indiscipline bro, hiyo ni mbaya sana. Wachezaji wa kwetu indiscipline imekuwa kitu imekuwa kiwasumbua bro, virus kubwa sana. Wajua bro, ukiwa mchezaji hata kula kwako ni discipline, kunywa kwako, kulala kwako ni discipline. Ili uperform vizuri somo yabidi ulale badali shahi, starehe zako pia ndio hivyo. Sasa starehe zinaingia kwenye kunwa na kula, umeona. Uko na game kesho kutwa uanza kuchonga, imagine usingizi hauna, so mwili wa relax ngapi? Mentality ya wachezaji wetu wanasema kwamba football yao ni akili, it's not about the physical body. Sasa wewe ukishachonga hii nini inaenda kwenye akili? Sasa hiyo akili si ndo adili nayo, hasa ipelekea vitu adili nayo kwenye, umenielewa? Okay, football ni akili wanasema. Football it's all about brain. Wataki physicality kubwa ti muscles na nini. Hii brain yako saizi ukiangalia hichi kitu zakwambia hichi kitu mimi zakishika nikakitupa kule, hiyo ni akili nikwambia hiyo. Akishike saizi uangalie kachafika kule, akifiki ukiwa ground mtu yuaje ajua namchenga hivi, umenielewa. Kina sisi ambao tumpeza kitambo kucheza mipira, ile akili iko, idea iko, lakini mtu akitaka kumchenga body yakataa. Body yakataa. So that's how it works, So football is science. Umeona? Mpira ni sayansi. Tukirudi kwenye biashara. Nasema kwamba football it's all about business. Exactly. Katika World Cup ambayo inaendelea sasa hivi, zile timu ambazo vilabu ambavyo wachezaji wao wamekwenda World Cup hupata posho ndio kubwa sana kuja kulipia fidia wale wachezaji wao kuumizwa ama wakipatwa anything kule. Wale kama timu yenu umepeleka wachezaji 12 unalipwa kwa kiasi cha wale wachezaji 12. Unawaambiaje, unashawishi vipi, unawapaje hamasa wachezaji wetu wachanga waweze kulipokea ili la football kama biashara, because that's what they need. Somo football kama biashara pia, manako ukiangalia uona kama sasa hivi mchezaji mfano tu mchezaji kutoka Denmark, mchezaji akishanunuliwa na timu ya Ulaya kutoka Denmark, katika mikataba huwa kuna asilimia fulani ambayo kwamba Denmark yafaa ipate ile klabu ikimuuza ile mchezaji. Yani katika ule mkataba ile mchezaji yotoka hapa yotoka Baraza Media FC yuenda zake Ulaya, yuenda zake Liverpool, ushanielewa. Liverpool itakapomuuza ile mchezaji, of course Liverpool itapeana posho hapo ile mchezaji akaenda pale. Alafu baada ya pale ile mchezaji akinunuliwa na timu nyingine kama Chelsea, ushanielewa, kuna asilimia nyingine bado itarudi wapi? Inakuja pale kwa local club yake aliyotoka. Kwa local club aliyotoka. So mara nyingi ile faida ina grow kile mchezaji akienda. Alafu kitu chengine, wewe mchezaji tu binafsi, Adidas yaweza ikamua bwana wewe unakuwa brand ambassador wetu. Katika kuvaa kwako, katika kila kitu. Everything. Kila kitu chako. Lakini katika kila kitu chako na makampuni yanapigania wachezaji. Kuna pesa, exactly, kuna makampuni yanapigania wachezaji. Katika neno yako kuna posho ambayo kwamba wewe inaingia katika akaunti yako. Umeelewa? Alafu kitu chengine tena utakuta kwamba vipo baadhi ya vinywaji ambavyo kwamba katika mambo na advertisement, wewe mchezaji wetu unataka kufanya biashara fulani, ushanielewa, baadhi ya vilabu vimeandikiana mikataba na wachezaji, wewe ukienda kinini fulani asilimia fulani inaingia kwa asilimia fulani inaingia kwako, umeona. So kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba vinalipa zaidi mbali hata mpira wenyewe. Ukiingia katika mpira kuna biashara nyingi zitakufuata. So kitu kimoja ni wachezaji discipline. Katika discipline inabidi waendelee kumaintain kama ulivyosema. Katika kula, katika kunywa, katika starehe, katika kila kitu. Ndio maana una baadhi ya wakufunzi wakiingia katika club yasema mimi sitaki wachezaji wangu wale fast food kuanzia leo. Discipline, fast food. Kwa hiyo
vijana wa Mombasa waache kula fast food. Nakupa mfano, fast food yenyewe mpaka waipata. Fast food tegemea sambusa, sawa, nini hizo, chips nini, burger. Onaje sambusa ya nyama ama sambusa za viazi pekee. So kwa fupi ni hiyo. Na mpaka uje kwamba hii ni fast food. Umeelewa? So kuna vitu vingi ambavyo kwamba inabidi watilie manani sana. Na weke heshima katika soka, na kama mtu ameamua mimi ni soka, hakikisha kwamba anawekeza bidii yake, wakati wake, nguvu zake. Manake kuna wengine wanacheza tu sababu mimi nataka kucheza football. Kama anacheza tu sababu nataka kucheza football, usifikirie mbali. Wewe cheza umalize, uje huku, je gumzo. Haya. Ilikuwa ni msemaji wa Mombasa United. Tumekuwa naye hapa, tumeongea mengi sana, kazi yake, tasnia alizopitia, mengi ambayo ameweza kuyachambua kutoka anze uasisi wa mechi hizi zetu za mtaani, na vile mpaka sasa amekuwa msemaji wa Mombasa United. Amesema hapo baadaye ndo ataeleza either iko Mombasa ama iko Bandari. Hayo ndio yale ambayo nimeweza kukuletea mshenga wa medani za spoti. Ali Chuo, natumai kwamba tutakutana tena hapa. Asanteni.